Mtu gani una moyo kama wangu, wao wako hauna damu? Mbona ujui uchungu wala maumivu? Au maumivu yangu ndo kitu ukipendacho? Natamani kukaa kimya, ila kilio kinatoka chenyewe. Natamani. Karibuni. Asante. Sasa sisi tumekuja na dhumuni kubwa la kuja hapa, tumeagizwa na baba. Baba anaumwa tena sana, na lengo lake la kutuagiza sisi hapa ni kuja kumuita Chado, kwa sababu baba anataka kuzungumza naye. Hivyo basi, kama inawezekana uende ukatuitie, tuje tumpe salamu. Mbona Chado hapa nyumbani hayupo? Amesafiri kikazi. Chado hayupo, amesafiri kikazi. Basi akijaribika kitu. Sasa naomba umfikishie hizo taarifa kwamba baba yake anamhitaji kwa sababu anaumwa tena sana. Nikisema anaumwa na maanisha kwamba ni anaumwa, mzee anaumwa tena sana. Kwa vyovyote vile atakavyorudi hapa, kwa haraka iwezekanavyo aje nyumbani, aje kuzungumza na baba kwa sababu baba yake anamhitaji. Kwa hilo nadhani tumeelewana. Sawa, kama akija mimi nitamwambia au nitampigia simu. Lakini ukiachana na ujumbe wa baba, kuna ujumbe wangu. Naomba unisikilize kwa makini. Mwambie Chado Ima amesema aluke, apae, asimame, achuchumae. Hawezi akamiliki mali zote peke yake. Aje hapa, arudi baada ya safari yake ya kikazi, aje azungumze na baba. Chochote watakachokizungumza, akabidhiwe ulisi, aonyeshwe mpaka mali ambazo hajawahi kuziona na sisi wengine hatuzijui. Lakini hizo mali hawezi akapewa peke yake. Ipo hivi, baba awe hai ama fariki, kwa vyovyote vile mali zote anazozimiliki Chado zitarudi mikononi kwangu mimi pamoja na mdogo wangu. Hilo liweke akilini na usisahau, msisitize, huu si ujumbe wa baba. Muambie Ima kasema. Vyovyote itakavyokuwa, yule mzee awe hai au afariki, mali zote zitarudi mikononi mwangu mimi na mdogo wangu. Tumeelewana vizuri?